Wale tuliosoma nao watakuwa wanajua pale kijijini pale kijijini kwetu chawa tunamuita nda. Utajua hiyo lugha ni lugha gani. Kwa pale kijijini siku ya Jumatatu, Monday, shule ya msingi pale ilikuwa ni siku ya kukagua usafi. Walimu mnaenda assembly, tutakuwa tunaita assembly ground, ama mstarini. Mkienda pale Jumatatu ile saa mbili ile asubuhi, mnapanga mstari, mmenyoka hivi, unakaa nyuma mwingine ile queue, mstari mingi kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7 kule mwisho. Kwenye mstari, wakati jua limewaka leo nakagua usafi, ukiwa nyuma ya mtu mchafu, wakati jua limewaka vizuri, wakati sasa joto liko kwa ndani ya huo mwili wa mtu, utaona ukiangalia kwenye shingo huku juu nyuma hapa, utaona chawa wanapanda hivyo, wanatoka namna hii. Kwa nini wale chawa wanatoka? Ni kwamba ule mwili unashambuliwa na joto, ule mwili unapigwa vita na joto. Sawa? Chawa wanatoka sasa kama askari kuja kupambania mwili wao, kupambania mtu wao mchafu, kumpambania. Umeelewa? Chawa wanakuja kumpambania pale, basi ndio unakuta wanatoka namna hii. Lakini cha kujifunza hapo ni nini sasa? Cha kujifunza ni kwamba ukiona chawa wanatoka nje sasa, nje ya mwili kama askari kupambana, kuangalia nini kinatokea, mbona mwili wao unashambuliwa, ujue huo mwili uko kwenye shida. Chawa wao wanafikiri wanavotoka nje wanakuja kuprotect ule mwili, lakini kumbe wanapofikiria wanakuja kuprotect, wanaaibisha ule mwili. Tunaelewana? Wanaaibisha kwa nini? Kwa sababu wanavotoka wanatembea, wanafanya namna hii, sio kama ndio kuongea manini. Hapo sasa ndipo hata watu ambao walikuwa hawajui kama wewe una chawa, yaani walikuwa hawajui kama wewe ni mchafu, chawa wanapotoka kutetea ule mwili, kuprotect ule mwili, ndivyo wanavyo expose uchafu wako. Yaani chawa wanapotoka kuprotect ule mwili wakati joto limezidi, wanatoka wanapanda kwenye shingo, wakifikiri kwamba wana protect ule mwili unaowapa chakula, ule mwili unaowapa shelter, malazi, wanafikiri wanautetea, ndio wanaharibu kwa sababu watu waliokuwa pembeni ndio wanaanza kuona, kumbe huyu jamaa ana chawa, na kama ana chawa kumbe ni mchafu. Na wanavotoka wengi zaidi ndivyo wanavyokuexpose kwamba we ni mchafu zaidi. Tunaelewana mpaka hapo? Watu mliotoka kijijini, watu ambao mmeishi mazingira ambayo kuna chawa, kwamba chawa wakitoka ndani ya mwili wakatoka nje ya nguo wakifikiri wanakuja kuprotect mwili wako unashambuliwa, ndivyo wanavyo kuexpose kwamba how dirty you are. Umeelewa? Chawa wasipotoka ndani ya nguo, watu hawatajua kama wewe ni mchafu. Chawa wakikaa kimya ndani ya nguo yako wakajificha huko ndani, watu wanaweza kujua yes, wewe ni mchafu, lakini hawatakuwa na uhakika kwamba ni mchafu kiasi gani. Kwa sababu ishara ya kwanza ya uchafu pale kijijini ni mtu mwenye chawa. Sawa? Kwa hivyo tuweke tu record straight hapa kwamba ukiona mahali kuna chawa,
kuna uchafu uliokithiri